Hali gani ndugu mfuatiliaji wangu na mtazamaji wangu ambaye umekuwa ukinifuatilia katika kila simulizi ambayo naileta kwako. Leo naomba tusonge mbele katika episode yetu ya 3 ambayo inamhusu Shadrack na Fatuma. Karibu sana. Shadrack anasema alipomsogelea Fatuma alishangaa kuona Fatuma amependeza kiasi kwamba hajawahi kuona mwanamke yeyote duniani ambaye amependeza kama Fatuma venye alikuwa amependeza. Lakini Shadrack anasema alipoendelea kumtazama tena zaidi akashangaa kuona macho yake yakishindwa kuangalia kitu chochote kingine pembeni isipokuwa ni kumtazama Fatuma. Shadrack anasema pale wazo la kuomba namba kama mwanaume likali limeingia. Akaomba namba. Fatuma akasema siwezi kukupa namba, ila nitakupa siku nyingine. Shadrack akajibu, kwa nini unipe siku nyingine? Au kwa sababu leo siwezi nikakuwezi kunipa namba? Kwa sababu tumeonana leo? Au kwa sababu hujanizoea? Uone hisi ukinipa namba yako mimi nitafanya nini? Si salamu tu? Fatuma akasema si kwamba ni salamu, mimi nawajua nyie wanaume ni watu wa ajabu, ila lakini haina shida, mimi namba yako nakupa, ila lakini kwa sharti moja tu, usinipigie simu mpaka mimi nikutafute. Shadrack akajibu haya, haina shida. 0, kitendo cha kutaja tu 0. Mvua ikaanza kunyesha. Shadrack akakimbia kuelekea alikokuwa anaishi, naye Fatuma akawa ameondoka zake. Fatuma akarudi kuzimu. Mkuu wake akamuuliza, mbona umerudi mikono mitupu wakati ulienda kwa ajili ya kutekeleza kazi ambayo unakuagiza kila siku? Ina maana umesahau kwamba umndani tukikaa bila damu ya mtu tunakufa njaa? Au huyo kijana uliyempata na muonea huruma? Basi jitoe wewe mwenyewe. Fatuma akasema hapana mkuu, si kwamba nimemwonea huruma, nilitamani nimtoe kafara muda ule, lakini wakati nataka kumtoa kafara nimeona anabadilika, si yule. Nimemwona ameotazamika katika mtazamo mwingine, mara ghafla amebadilika kawa kama mti. Lakini nilipozidi kujaribu kufanya ujini wangu ambao unautumia siku zote, nimeona yule mtu mbele yangu kuna moto unawaka. Hivyo nikaizidiwa nguvu, ghafla mvua ikanyesha, ikabidi nikimbie na yeye akimbie. Lakini si kwamba nimemshindwa, ila siku nyingine nitamweza. Pale kulikuwa na wakuu wengine wakamwambia Fatuma, wakasema, Fatuma, wewe ndiwe binti ambao umebaki ambao unaweza kutega vijana walioko duniani ambao unaweza kuwapata kiurahisi. Fatuma akajibu, kweli kabisa naelewa, na namshukuru mkuu wangu amenipa kuwa na kivutio navutia kila ninapopita. Simulizi inatufundisha sisi vijana ambao tunawapenda mabinti pasipo kufikiria kwamba hao mabinti si watu wa kawaida. Sometimes wengine ni mapepo na wengine ni majini na wengine ni mizimu, ila sisi tunakimbilia tu kuambia nakupenda, kumbe tusijue kwamba wale ni matatizo juu yetu. Kumbe inabidi tu kwanza tukae chini na kuwachunguza. Tunapokutana na watu ambao wanawachunguza wenza wao, tusiwaone kwamba ni wajinga, ila wanakuwa wanahitaji kujua kwamba je, walichokiona ni kweli au si kweli. Basi pale kwenye wale wakuu pia kulikuwa na bibi mmoja. Yule bibi akasema, mchukuu, hapa nilipofikia nakaribia kufa, naomba uniletee damu ya huyo kijana. Ikiwezekana mlete kwa mazingira kutatanisha, nitamua mimi mwenyewe kama atashindwa kumtoa kafara. Fatuma akasema, sawa bibi, nimekuelewa, naomba kesho nikamchukue. Pale huko kwa Shadrack mvua ikawa imenyesha imekata. Akarudi kule alikotoka, kule gengeni, akakutana na binti mwingine ambaye tofauti na Fatuma. Akamtongoza. Yule binti akasema, siwezi kuwa na mwanaume kama wewe kwa sababu nimejaribu kufuatilia, wewe sikuzusha kwa chizi. Unakopita unaongea mwenyewe, mara kuna muda mwingine unasimama unaongea mwenyewe, unapiga story mwenyewe. Sasa sitafika mahali utaanza kuniambia kwamba pika, kumbe unajiongelesha mwenyewe. Sasa mimi siwezi kuolewa na mwanaume chizi, ila mimi nataka kuolewa na mwanaume timamu. Kumbe Fatuma akisimama na Shadrack huwa anakuwa onekani, ila Shadrack anajiona peke yake, anaonekana yeye peke yake.
Shadraka akasema, si kwamba nakuwa niko mwenyewe, ila kuna mtu ambaye nakuwa nakutana naye. Pengine wewe uone, mimi naona. Sasa kama wewe unaona mimi sioni, kwa nini mimi nisione wewe uone? Shadraka akasema, mimi Mungu alinipa kuona vitu ambavyo siwezi vikanipita bila ya mimi kuviona. Binti akasema, huyo Mungu wako ni yupi? Mbona Mungu huyo ambaye unamwomba wewe ndio tunayemwomba sisi? Akasema, ni kweli, unayemwomba wewe ndio huyo na wa kwangu, lakini tunatofautiana kwenye utazamaji. Basi stories zikawa zimekata. Ile binti amemkatalia Shadraka. Shadraka akaondoka kwa hasira, akachukua nyanya zake akaenda kupika. Alipoenda kupika, ghafla simu ya bibi yake tena mkoani ikaita. Uhali gani mwanangu? Niko salama bibi. Utani paro kapita. Akamwambia, niambie mume wangu mdogo. Shadraka akasema, salama tu bibi yangu, unaendeleaje? Bibi akajibu, unaendelea vizuri. Bibi akamwambia Shadraka tena, akasema, mwanangu, nakukumbusha tena, naomba usirudie tena kufanya vitu ambavyo unavifanya. Usifikiri kwamba mimi ninavyofanya taarifa sina. Taarifa ninazo. Shadraka akamuuliza bibi, kwa nini unasema hivyo bibi? Taarifa gani? Mambo gani nafanya na vitu gani ambavyo unafanya? Akamwambia, unahangaika na wanawake sana, punguza hiyo speed ulionayo. Shadraka akasema, sawa bibi, nimekuelewa, ila naomba nikaoge kwanza. Kumbe Shadraka si kwamba alikuwa anataka kuoga, ila kumbe siku hiyo alitumiwa message na namba asiyojua, ikajitambulisha jina, naitwa Mariam, natokea Bagamoyo. Hivi sasa nilikumisi, natamani nikuone. Najua uko Mbezi Beach na wewe jina lako naitwa Shadraka. Shadraka aliona ile message akaona, leo naitwa na mwanamke anaitwa Mariam. Huyu lazima nimjue. Kutokana Shadraka alikuwa na tamaa zake. Akamkatia simu bibi yake, akaona bibi si kitu mbele ya mwanamke. Akamkatia simu. Alipomkatia simu, kitendo anataka kujibu ile message, simu ikazima chaji. Kitendo anataka kwenda kwa jirani kuomba chaji kwa sababu chaji yake ilikuwa ni mbovu. Kitendo anataka kwenda kuomba chaji, simu mvua ikaanza kunyesha. Ilipoanza kunyesha, akawa ametulia. Alipoiwasha simu, ikawaka, ikaleta Robert shutdown. Mara ghafla umeme ukawa umekata. Ile umeme unarudi, Fatuma akawa amejitokeza. Alipojitokeza Fatuma, Shadraka akapigwa butwa. Karibu sana katika episode yetu ya 4. Tukaangalie alipopigwa butwa Shadraka. Kwenye kujiuliza amejuaje Fatuma kufika pale nyumbani, alifanyaje? Alimpokea? Aliendelea kupigwa butwa mpaka kazinduliwa? Au alifanyaje? Kwa majina naitwa Uncle Father. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment na kushare.